kuhusiana na kikao kilichokuwa kinaendelea katika uwanja wa Benjamin Mkapa, akiwepo pale waziri wa michezo Profesa Palamagamba Kabudi, naibu waziri, pamoja na viongozi wa Simba na Yanga. Tutaweza kuangazia hii habari, lakini pia tutaangalia mechi ya kombe la shirikisho la CRDB, Simba akiwa KMC pale akicheza na Bigman. Profesa, habari ya uzima? Namshukuru Mungu. Habari ni njema kabisa. Ndiyo. Ingawa ndani yake zina mashaka tele. Naam. Karibu kwanza katika studio zetu. Ni baraka kila siku umekuwa ukipata muda wa kuweza kutembelea. Ninashukuru sana na nafikiri tu nina bahati na Wasamaria TV kila wakati nafika kwenye studio zenu ambazo ziko vizuri. Studio zimetulia, hazina pressure kwenye habari za kimichezo. Ndio kabisa. Kwanza kabisa tuangazie na hiki kikao kilichoweza kufanyika siku ya leo, tukizungumzia Machi 27, akiwa waziri wa michezo pale, tutamwongezea hapa Profesa Kabudi, upande wa Simba, upande wa Yanga viongozi. Hiki kikao wengi tulizani kwamba hatima itaweza kupatikana kwa leo. Kwanza tuanze tazamia hiki kikao Kwanza tu nitoe shukrani za dhati kabisa kwa mheshimiwa waziri Palamagamba Kabudi kuweza kufika na kuwaitisha watu wanaoisumbua watu wanaosumbua michezo wanaosumbua michezo. Kiukweli kwanza ni mshukuru kwa mapenzi ya dhati aliyokuwa nayo waziri wa habari, tasnia na michezo Kabudi, na nampa hongera zake za kuweza kuchukua hatua ya awali. Hii ni hatua ya awali. Lakini mashabiki wa klabu ya Yanga ya kuweza kukaa nyuma walikuwepo katika uwanja huo wa Mkapa wakisema kwamba hatuchezi. Changamoto ni kwamba mpaka sasa hivi mashabiki wa pande zote mbili, hasa nikizungumzia mashabiki wa Simba na nikizungumzia mashabiki wa Young Africans, imani tena imewapotea, kwa sababu mashabiki wa Young Africans wanasema wao hawachezi tena mechi. Lakini mashabiki wa Simba wanaitaka mechi, lakini hawatamki hadharani kwamba wanaitaka mechi. Lakini wao bado wanasimamia msimamo wao kwamba sisi hatuwezi kuingia uwanjani kwa sababu tulinyimwa haki zetu za kimsingi. Kwa hiyo mashabiki wa Africans baada ya kauli ya rais wa TFF bwana Karia alivyoshuka airport na kutamka kwamba mechi lazima ichezwe. Kwa hiyo leo sasa mashabiki wa Africans walivyomuona waziri anaingia uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye kikao kikubwa, tayari serikali kama jinsi tulivyosema jana kwamba serikali imeingilia kati swala hili. Ina maana Rais Karia na timu yake hapo chini, bodi ya ligi na viongozi wengine wa mamlaka husika ya idara ya michezo, wao wameshindwa kuling'amua hili. Kwa hiyo sasa serikali leo imeamua kuingilia kati, kuona namna gani, busara gani zitendeke, kama sheria zifuatwe kama jinsi tulivyosema jana, au busara zitendeke kama jinsi wa Karia alivyokuwa kaamua kwamba busara yangu mimi mchezo uchezwe. Kwa hiyo leo kikao cha leo ni kikao cha awali. Kawaita Young Africans na fakiri mida ya saa 6. Young Africans wameingia saa 6 kamili, wameingia kwenye ukumbi au kwenye kikao hicho ambacho kimefanyika uwanja wa Benjamin Mkapa. Nafikiri wamekiendesha mpaka saa 9 kasoro. Young Africans wakawa wametoweka kwenye eneo la kikao. Baada ya wao kutoweka, nafikiri Simba wameingia saa 9 na dakika 5, wameingia kwenye kikao hicho. Nafikiri mpaka saa 12 Simba wamechukua muda mwingi sana kwenye kikao kuliko Young Africans.
Sasa siri iliyoko ndani ya kikao kile Betha, mpaka sasa hivi bado haijawekwa wazi, lakini haiwezi kuwa wazi kwa haraka kwa sababu si ndio tunaanza hatua za awali. Hii ndio hatua ya awali ya waziri kusikiliza pande zote mbili. Kwa hiyo yote kwa yote, hatua ya awali sawa, lakini kwa sababu serikali, yeye ni waziri wa michezo, sakata hili analijua vizuri. Tunasema hatua ya awali, lakini hii si hatua ya awali. Hatua ya awali imetokea huku chini kwa rais wa TFF, kashachukua maamuzi, bodi walishachukua maamuzi, sawa. Yes. Kwa hiyo kama bodi ya ligi wameshachukua maamuzi kuhusu sakata hili, na yale maamuzi hayakuweza kufika hatima iliyokuwa bora. TFF ambaye Rais Karia alirudi na ikachukua maamuzi yake binafsi, lakini pia bado hayajawa bora. Je, waziri sasa atakuja naye na maamuzi gani baada ya kikao cha leo pande zote mbili na kuwasikiliza? Maana itakuwa endelevu ili kuangalia mpaka mwisho kwa ni kipi, kwa sababu ile ilikuwa kwanza kusikiliza, na sio kwamba ndio imejulikana kwamba kuna hiki na hiki. Itakuwa na endelevu ili kuangalia hatima yake itakuwa ni ipi. Vikao endelevu havitokuwepo. Kwa nini itashia hapa? Leo kashasikiliza pande zote mbili. Kashajua nani mwenye haki ya hili. Waziri hana mambo mengi. Waziri Kabudi hana mambo mengi, kwa sababu tayari kabla ya kikao cha leo wao walishakaa tayari kama serikali kwamba ni lazima yachukuliwe maamuzi yaliyokuwa sahihi. Kwa sababu baada ya kikao Engineer Hersi, rais wa Young Africans, aliweza kusema kwamba waziri hajaja hapa kwa siku ya leo kuamua mechi, ila amekuja kwanza kusikiliza. Kutakuwa na vikao endelevu. Maana nasema vikao hivi endelevu vitaisha mpaka lini, ili tuone hii Kariakoo Derby inaisha, ili tuachane nao kabisa kuizungumzia. Nafikiri serikali mimi nasema Watanzania na wadau wa michezo kiujumla, waziri mkuu hana vikao waziri wa michezo hana vikao vingi kwenye swala la dabi. Tuna mambo mengi ya kufanya hapa sasa hivi. Tambua Simba wanasafiri kesho saa 11 kamili, wanakuwa wanaingia kule airport pale. Wanaenda wapi? Kucheza mchezo wa shirikisho. Wapi? Kwanza na Al-Masry ya wapi? Misri. Misri na Al-Masry. Kati ya Misri si ni nchi gani, lakini kati ya nchi hiyo Misri au wanasafiri kesho. Sasa kama vikao vingi hapa inakuwaje? Kwa sababu timu lazima iondoke na viongozi wake, baadhi benchi la ufundi. Sasa nafikiri vikao havitokuwa vingi hapa. Kikao cha leo ndo kikao mama cha waziri wa michezo. Leo ndo kikao mama. Kashawasikiliza pande zote mbili. Kwa hiyo maamuzi hayako ndani tena ya vilabu. Maamuzi yatakuwa yako ndani ya ofisi ya waziri wa michezo. Waziri wa michezo atakaa